Hodi. Hodi. Karibu. Mandazi. Bei gani? 200. Haya, ngoja nichukue chombo. Niwekee 5. Wewe. Ulisha mandazi yako kwenye dumu. Lakini baba, si mandazi ya chai. Haya sio mandazi. Wewe kwa sababu hujui. Ungekuwa na macho ya kuona, ungeyaona vizuri haya. Wewe kijana, unaitwa nani? Mandazi. Maandazi. Baba yako? Mandazi. Mama yako? Mandazi. Shule unaosoma? Mandazi. Maandazi. Mwalimu wako? Mandazi. Unasikia kazi hiyo? Jamani. Nashangaa. Nashangaa. Kivumbi hicho. Chukua dumu lako uondoke. Chukua dumu lako uondoke. Toka. Baba, mbona mimi sielewi? Yale sio maandazi. Vile ni viganja vya watoto wachanga. Viganja? Tatizo mkuu wangu, wewe huna macho ya kuona. Kama ungekuwa na macho usingenunua yale maandazi. Alafu kila siku nakwambia usione vitu vinapita mabarabarani ukanunua. Utakuja kununua vitu sio vizuri. Mbona baba mimi sielewi? Arudi ndani. Huyu kenge huyu, bahati yake angejaribu kula tu alikuwa kwisha hapa. Shenzi mkubwa huyu, kamziwia binti yake asichukue maandazi. Nishakamata mamba wangu kwa ndoano, lakini kaluka. Sio mbaya, mwache, tatega mitego mingine huyu. Baba Kibwana. Baba Kibwana. Baba Kibwana. Naam, Lazia. Kulikoni? Lazia, ya dunia ni mengi sana. Nimegundua sisi wanaume tunakufa mapema na kuacha familia zetu na wake zetu kubaki wajane. Sababu kubwa ni aina ya wanawake tunayewaoa.
Kwa nini unasema hivyo baba Kibwana? Mama Kibwana ni mtu wa kunifukuza mimi nyumbani kwangu na kufuata ujinga wa mtoto wake. Ingekuwa sio mimi nimemuoa, angempata wapi yule mtoto Kibwana? Hanithamini kabisa. Na ili hali anajua ile nyumba nimeijenga mimi kwa akili zangu na nguvu zangu zote. Leo hii ananinyanyasa sababu ya Kibwana. Hii imeniuma sana hii. Pole sana kipenzi changu. Asante. Lakini sio wanawake wote wako hivyo. Na kuahidi nitakupenda, nitakuheshimu na nitakuthamini mpaka nihakikishe umesahau maumivu yote kutoka nyumbani kwako. Asante sana mke wangu. Asante sana. Usijali. Karibu kwenye ulimwengu wangu wa raha. Nitafurahi sana kama utaifurahisha hii nafsi yangu. Kibwana. 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 Mwenyekiti. Naam. Habari za leo bwana? Salama salama. Haya, za nyumbani? Kwema kabisa. Ndio bwana. Naam. Mwenyekiti, safari hii ilikuwa ni ya kwako. Nilikuwa nakuja nyumbani. Umefanya vizuri sana. Maana hata ile eneo nilikuwa naishi kwa sasa hivi nimehama. Ulikuwa na shida gani? Ni kweli kabisa mwenyekiti. Kuna mambo nilikuficha kwa muda mrefu sana. Lakini ukweli kabisa hapa kijijini nina maadui wengi sana. Na dhamira yao kuu wanataka kuniua. Sasa sijui tatizo lao ni nini. Wanataka kukuua? Ndio. Ni kina nani hao? Mwenyekiti, hapa tuko njiani. Nitatafuta siku maalum tutaliongelea jambo hili kwa umakini zaidi. Sawa mzee. Asante. Sawa mzee. Kibwana. Karibu Kimweli. Asante. Shikamoo. Marhaba, habari za nyumbani? Salama. Karibu. Asante. Mwenyekiti nimemkuta? Mwenyekiti ametoka. Hayupo. Sijui ulikuwa na shida gani mwanangu? Nimekuja kutoa taarifa. Leo nilikuwa napita kwa mzee Kasisi.
Nimemkuta Kibwana akifagia uwanja wa mzee Kasisi. Sasa nikawa najiuliza, Kibwana kahamia kwa mzee Kasisi? Kibwana anafagia kwa mzee Kasisi? Ndio mama. Kibwana mwanangu mimi nagombana na baba yake kwa ajili yake. Leo anafagia kwa mzee Kasisi? Kibwana huyu We mzee, mbona sikuelewi? Mpaka sasa uko kimya. Lile swala tuliongea siku ile, sioni matokeo yote. Hakuna unachokifanya. Unasubiri mpaka aibu itukute? Sasa ndo salamu hiyo. Achana na mambo ya salamu. Salamu ya nini? Salamu sio lazima hapa Ulayani. Salamu lazima kituo cha polisi tu. Mimi sasa labda nikwambie, kila kitu mimi namaliza, na ndo maana nimetoka kuchukua hii dawa. Tulapona, sogea kidogo na maongezi na wewe. Na unataka kumwaga mchele kwenye kuku wengi. Unataka ajue nini sasa? Mimi ndo natoka kutafuta dawa na kwenda kufunga kila kitu. Tatizo we mzee, unachukulia haya mambo kama mambo rahisi. Yaani unajibu kiurahisi tu. Mzee, ili swala ni zito. Usichokijua, toka siku ile yule mzee kama muone babangu yule nipa msukule, mpaka leo hii dukani kwangu hakuna wateja. Yaani mauzo yamepungua, wateja wamepungua. Yaani na kinachonichosha zaidi ni yule mdogo wangu wa kike naishi naye. Yaani yule naona kichwani kwake kuna vitu vishamuingia, kuna hisia mbaya. Kwa sababu ashaanza kuniuliza na kutaka kujua habari za kifo cha baba. Mara baba anamtokea, mara sijui kakutana na huyo mzee kama kwamba anamtabilia sijui mambo gani, sijui nini. Yaani simuelewi. Naona kama huyu mzee kama ashaingia kwenye kichwa chake, ashateka tayari hisia zake. Wewe umetulia tu, hakuna unachokifanya. Mzee, naomba ufanye. Hapa nimeshagundua kitu. Ngoja nikafunge. Unaona hii dawa? Na kwenda kufunga kila kitu. Mimi si ndo kocha wa timu hii. Na kwenda kumaliza kila kitu. Wewe subiri uone mchezo unavyokwenda kuendelea. Acha masiala. Nakupa nafasi ya mwisho kabisa. Sitorudia kuzungumza na wewe wala kukusikiliza. Nitajua mimi nini cha kufanya. Na kama hii kazi imekushinda, unachagua hizi mbili, ni lazima uzifanye. Urudishe pesa zangu zote nilizokupatia kwa ajili ya hii kazi, na urudishe uhai kwa baba yangu mzazi. La sivyo hatutoelewana
nitajua nini cha kufanya na wapi pa kupata msaada. Siwezi kukubali aibu. Ameshaanza kuwa jeuri sasa. Hasa nikimrudisha babake afe yeye. Twende. Mkuu, matatizo gani? Si huyu naye alikuwa nataka dawa ya uzazi, nikamwambia kama dawa ya uzazi nitakutafutia. Lakini kama kuna kitu mnanificha. Nawe mambo ya Ngoso mwachie Ngoso, kila kitu nataka ukijue bwana. Mke wangu, njaa. Kunani? Baba, nimesikia sauti ya mume wangu. Mume wako? Baba, nimesikia sauti na mume wangu. Na hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza baba nikajua ni ndoto. Leo nimesikia kwa masikio yangu baba. Nisikiliza Lela. Mara nyingi sana watu kama hawa huja kutembelea familia zao.